Habari, karibuni tena katika chaneli yetu ya Simulizi Pendwa. Basi leo nimewaletea hadithi ya msichana mmoja anaitwa Tamara. Hadithi hii inasisimua na inasikitisha sana, ina mengi ya kujifunza. Basi twende moja kwa moja tukaanze kusikia kwamba Tamara alipatwa na nini. Katika kijiji kimoja kulikuwa na msichana aitwaye Tamara. Maisha yake yalikuwa magumu, yamejaa changamoto na majaribu. Tangu akiwa mdogo, Tamara alijua uzito wa majukumu. Wazazi wake walikuwa wakulima maskini, na ardhi yake waliolima haikuwa na huruma. Ukame ulikuja mara kwa mara, na mvua ilipofika ilikuwa kidogo sana au nyingi mno. Tamara akiwaangalia wazazi wake wakifanya kazi kwenye jua la kali, nyuso zao zikiwa na wasiwasi na uchovu. Alipofikisha miaka 10, Tamara tayari alikuwa anamsaidia mama yake kwa kazi za nyumbani na baba yake kwenye kazi za shamba. Hakuwa na wakati wa kufurahia utoto wake. Shule ilikuwa kitu cha kufanikiwa tu. Familia yake ilihitaji yeye kuwepo nyumbani. Lakini licha ya magumu, Tamara alikuwa na tumaini. Alitamani maisha nje ya kijiji, maisha ambayo angeweza kuwapatia familia yake fursa ambayo yeye hakuwa nayo. Lakini hatima ilikuwa na mpango mwingine. Alipofikisha miaka 15, wazazi wake walifanya uamuzi ambao ulibadilisha maisha yake kabisa. Walimpa mtu mwenye umri wa mara 2 ya umri wake, yaani walimuozesha jamaa ambaye ni wa mbali aliyeahidi kumtunza. Tamara alipingana na hili, lakini moyo wake ukija na hofu na mchanganyiko wa hisia, lakini wazazi wake walikuwa wakali. Hii ni kwa maslahi yako, mama yake alisema. Machozi yalitiririka. Hatuwezi kukulisha tena. Huyu mtu atakupa maisha bora. Siku ya harusi yake ilikuwa ni siku ya huzuni. Hakukuwa na sherehe, hakukuwa na vicheko. Ilikuwa ni ukimya tu wa kukubali. Alipewa kwa mume wake kama mzigo. Usiku huo alipolala kando ya mtu ambaye hakuwa anamjua vizuri, Tamara alijililia machozi, akililia ndoto zake zilizopotea. Maisha yake kama mke hayakuwa rahisi. Mume wake alikuwa mkali, mwenye hasira na asiye na huruma. Tamara alivumilia maneno makali na pia kupigwa, lakini alistahimili, akishikilia tumaini kwamba mambo yangebadilika. Katika miaka iliyofuata alizaa watoto 2, wa kiume aitwaye Kofi na mwanamke aitwaye Ama. Watoto walikuwa ni sababu yake ya kuendelea, yaani mwanga wake katika giza. Lakini hata mwanga huo ulitoweka. Asubuhi moja Tamara aliamka na kumkuta mume wake ameondoka. Aliondoka usiku akichukua pesa kidogo alizokuwa wamehifadhi. Tamara alihisi moyo kuvunjika. Hakuwa na njia kuwapatia watoto wake mahitaji. Hakuwa na ujuzi wa kufanya kazi wala wa mtu wa kumuomba msaada. Wazazi wake ambao tayari walikuwa wakimpambana na maisha hawakuweza kumsaidia. Tamara alijawa na majonzi, akijiuliza atawalisha watoto wake vipi. Kwa azimio, Tamara akaanza kutafuta kazi. Alitembea kutoka kijiji hadi kijiji akiomba kazi za nyumbani, kufua, kusafisha, chochote ambacho ingeweza kuwapatia watoto wake chakula. Lakini kazi ilikuwa haba na pesa alizopata haikutosha. Siku zingegeuka kuwa wiki na wiki kuwa miezi, na bado Tamara alipambana. Alihisi kama anazama, ndoto zake zikiondoka mbali. Kisha siku moja muhimu, alipokuwa akizunguka huku na kule kujitafutia kibarua, Tamara alikutana na mtu ambaye angebadilisha maisha yake, ingawa sio kwa njia aliyotarajia. Jina lake lilikuwa ni Kwame na alidai kuwa mwakilishi wa kazi. Alizungumza kwa ujasiri, maneno yake yakiwa yamejaa ahadi za maisha bora. Naweza kukusaidia, alisema, macho yake yakiwa na mwanga wa kushangaza. Ninajua watu wanaoweza kukupa kazi nzuri. Utapata pesa za kuwatunza watoto wako na hata kuwapeleka shule. Tamara alihisi moyo kufurahi. Je, hii ndio jibu la maombi yake? Alikuwa amesikia hadithi za wanawake waliokwenda kufanya kazi nchi za kigeni na kurudi na pesa za kujenga nyumba na kuanza biashara.
labda hii ndiyo fursa yake ya kubadilisha maisha yake. Bila kufikiria mara mbili, Tamara alikubali. Alimpa Kwame pesa alizokuwa amehifadhi, akimwamini atatimiza ahadi yake. Siku chache baadaye, Kwame alirudi na habari. Kuna kazi ya nje, Saudi Arabia, alisema. Utafanya kazi ya kufagia kwa familia tajiri. Watakulipa vizuri na utapata kila unachohitaji. Tamara alihisi shukrani moyoni mwake. Akawakumbatia watoto wake kwa nguvu, akiwaahidi kurudi hivi karibuni na pesa za kuwapatia maisha bora. Muwe watoto wema kwa bibi yenu, alisema, machozi yakitiririka. Mama atarudi kwa ajili yenu. Lakini hakujua alikuwa anajikwaa kwenye ndoto mbaya. Ndoto mbaya inatimia. Safari ya kwenda Saudi Arabia ilikuwa ni ndefu na yenye uchovu. Tamara alisafiri na kikundi cha wanawake wengine, wote wamevutiwa na ahadi ya maisha bora. Walikuwa wamejaa tumaini, mioyo yao ikiwa na ndoto za mafanikio. Lakini ndege iliposhuka Riyadh, Tamara alihisi hofu. Jiji lilikuwa kubwa na lisilofahamika. Majengo yake marefu na mitaa yenye shughuli nyingi, ikitofautiana na utulivu wa kijiji chake. Kwenye uwanja wa ndege walikutana na mwenye sura kali aliyejitambulisha kama mwakilishi wa mwajiri wao. Alizungumza kidogo. Sura yake baridi ilimfanya Tamara aogope. Wanawake walikusanywa kwenye gari na kupelekwa kwenye nyumba kubwa nje ya jiji. Hapo ndipo ndoto mbaya ya Tamara ilipoanza. Tangu alipoingia kwenye nyumba, Tamara aligundua kuwa kuna kitu kibaya sana. Familia aliyokuwa anafanya kazi haikumtendea kama mtu, bali kama kitu. Hakupata mapumziko, faragha wala heshima. Siku zake zilijaa kazi nyingi: kufagia, kupika, kufua na kuwatunza watoto. Alifanya kazi kutwa kwa kutwa, mwili wake ukichoka. Lakini kazi hiyo haikuwa kitu ikilinganishwa na mateso ya kihisia na kisaikolojia aliyoyapata. Malkia wa nyumba alikuwa mkali na mwenye chuki, akimtukana Tamara na kumkemea kwa makosa madogo. Bwana wa nyumba alikuwa mbaya zaidi. Macho yake yalimfanya aogope na alihisi kwa hofu ya kushambuliwa. Tamara alihisi kwamba alikuwa amejifungia, roho yake ikivunjika pole pole. Wiki ziligeuka kuwa miezi na bado Tamara hakuona pesa alizoahidiwa. Alipoulizwa kuhusu mshahara wake, alipokea maneno makali na vitisho. Unapaswa kushukuru, tunakupa mahali pa kulala, Malkia alimtukana. Kuna bahati tunakukubali. Tamara alihisi moyo kuzama. Alikuwa amedanganywa. Kazi aliyofikiri itamwokoa ilikuwa imekuwa gerezani. Alitamani kutoroka, kurudi kwa watoto wake, lakini hakuwa na pesa, passport wala njia ya kutoka. Alikuwa peke yake katika nchi ya kigeni bila mtu wa kumwomba msaada. Mwisho ulikuja usiku mmoja, wakati bwana wa nyumba alipoingia kwenye chumba chake. Tamara alijaribu kumzuia, lakini alikuwa na nguvu zaidi. Alimwingilia kwa nguvu na hakuwa na nguvu ya kujinasua. Kisha yule bwana alimpa kitisho, akijaribu kusema chochote kwa mama mwenye nyumba, ingekuwa ndo siku ambayo angeona kifo chake. Alijililia machozi usiku huo, mwili na roho yake vikiwa vimevunjika. Asubuhi iliyofuata aliamka na azimio ambalo hakujua alikuwa nalo. Atapata njia ya kutoka, haijalishi itachukua muda gani. Tamara kwa siri akaanza kuwatafuta wasichana wengine kwenye mtaa, akitarajia kupata mtu ambaye angeweza kumsaidia. Kupitia mmoja wao alijifunza kuhusu shirika la kuwasaidia wafanyakazi wa nyumbani waliokuwa kwenye shida. Kwa msaada wao, Tamara aliweza kutoroka nyumbani na kupata hifadhi kwenye kituo cha msaada. Hapo ndipo alipoanza kujenga maisha yake upya. Njia ya kupona ilikuwa ndefu na yenye maumivu, lakini Tamara alikuwa na malengo. Alipata faraja kwa msaada wa wanawake wengine ambao walikuwa wamepitia kwenye mateso kama yake, na polepole akaanza kupona. Miezi baadaye, Tamara alirudi kijijini kwake. Watoto wake wanamkimbilia, nyuso zao zikiwa na furaha na faraja. Tamara akawakumbatia kwa nguvu, machozi yakitiririka. Alikuwa amepoteza mengi, lakini pia alikuwa amepata kitu cha thamani ambacho ni uhuru wake.
Alipoangalia watoto wake, Tamara aliapa kwa moyo wake hataweza kuruhusu mtu yeyote kumnyang'anya uhuru wake tena. Na ingawa makosa ya zamani yangeendelea kuwepo, alijua kuwa na nguvu ya kukabiliana na changamoto zozote zilizokuwa mbele yake. Hadithi hii ni kumbukumbu ya ujasiri wa roho ya binadamu na umuhimu wa tumaini. Hata katika wakati mgumu zaidi, safari ya Tamara ni ya maumivu na mateso, lakini pia ni ya ujasiri na ukombozi. Na imani utakuwa umejifunza chochote katika hadithi hii ambayo inaonyesha mdada ambaye amekwenda kufanya kazi za ndani Uarabuni na kupitia mateso makali ambayo hakutarajia na kuishia kurudi nyumbani kwake bila pesa yoyote ambayo aliahidiwa kwamba angeweza kupata. Hivyo basi tuweze kujifunza kwamba sio kila sehemu ambayo tunaenda kutafuta kazi, hasa hizi nchi za Kiarabu, kuna mateso ambayo watu wanakumbana nayo na wengine wanaishia hadi kuuawa. Ilikuwa ni bahati nzuri kwa Tamara hakuishia kwenye mauti. Basi asanteni sana kwa kusikiliza hadithi hii. Tunaomba tukutane tena katika video ijayo. Asanteni.